ni kukubadilisha wewe. Yaani unaingia kwenye kufunga na kuomba ili wewe ubadilike. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Watu wengi sisi wa Kristo tunataka kubadilisha mazingira yetu, lakini wakati mwingine sisi ndio tunashinda. Wakati mwingine sisi ndio tunashinda. Na hii ipo kwa watu wengi. Hata kwenye huduma huku, mimi naweza kuona ninyi mna shida, au naweza kuona Kristo kuna shida, au kwenye kanisa mchungaji unaweza kuona baraza la wazee na shida. Lakini kuna namna unaweza kuangalia ukakuta shida sio baraza la wazee, shida ni wewe. Yaani ipo hivyo hata kwenye familia. Baba unaweza kumuona mama ana shida, ukaingia kwenye kufunga, lakini unapogundua unapata hekima kwamba hivi kumbe huyu mama ana shida, mimi nina shida. Au huyu baba kumbe hana shida, ila mimi mama ndio nina shida. Lakini kumbe watoto hawana shida, kumbe sisi wazazi ndio tuna shida. Vivyo hivyo sisi watoto tuna shida, ila wazazi hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoingia kwenye kufunga na kuomba, ndipo unamsikia mwimbaji anaimba, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, si ndio? Mungu uone kama nini kuna njia iletayo majuto ndani yangu. Huyu mtu amegundua, ameangalia mazingira ya nje. Ni kweli yanaweza kuwa yanamwathiri kwa namna moja au nyingine, lakini kiukweli ukiingia katika kufunga na kuomba, wewe unabadilishwa. Nani ameimba? Boaz David amesema, Mungu ni mfinyanzi, kutoka kitabu cha Yeremia. Yeremia anaambiwa nenda kwa nani? Kwa mfinyanzi, muangalie. Anakifinyaza chombo, anakuwa anakifinyaza tena. Kama hakijakaa vizuri, anakirudisha kwenye udongo, kinakuwa matope. Anaweza kufinyaza kitu kingine kabisa. Kwa wewe unaweza kujiona ni mtu usiyefaa kweli, lakini ukiingia kwenye kufunga na kuomba, iko namna unatengenezwa kutokea ndani. Alafu ukija ukute unaibuka, unakuwa mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa wazazi, jiangalieni. Mnaweza kufikiri watoto wenu wana shida, lakini wazazi mtawa na nini? Na shida. Na hivyo hivyo sisi watumishi, wachungaji pia tunaosimama madhabahuni wengine, tujiangalie. Tunaweza kuona hawa watu wana shida, lakini tukikaa pengine sisi tuna shida. Na nyinyi pia msione tu wachungaji wanazingua. Hapana, wakati mwingine nyinyi ndio watu na mawazo ya hovyo, hamtaki kutii na viburi vipo. Kwa lazima unapoingia kwenye kufunga na kuomba, lazima mjitambue. Usiangalie tu makosa ya watu, no, angalia ingia ndani yako, jitambue wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kubadilisha, Yesu mwenyewe aliingia kwenye kuomba. Kilichomleta Yesu duniani nini? Kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya wokovu wetu, ili auendeni msalaba. Alafu eti Yesu anaingia kwenye maombi, ikiwezekana kikombe hiki kingepuke, nani ataona msalaba? Three consecutive times in the same night, mara tatu mfululizo katika usiku mmoja, anaenda roho inauma kiasi cha kufa, anaomba kikombe kingepuke. Akirudi anakuta miamba imelala, anarudi tena kuomba. Akirudi miamba imelala. Aliporudi mara ya tatu, akaambia Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio mapenzi yangu ila mapenzi yako yafanyeje? Unaona malaika anashuka, anamtia moyo, alafu Yesu anainuka. Kwa unagundua yeye ndani ndio kulikuwa na kukata tamaa, lakini ndani ya maombi aliinuka na kwenda kubeba nini? Msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tena tunaendelea kuelewa? Mpigie Yesu makofi tena. Kwa hiyo usijikatie tamaa. Ndani ya Yakobo palikuwa na Israeli, ndani ya Abrahamu palikuwa na Ibrahimu, ndani ya Sarai palikuwa na Sara. Ndani yako pana mtu mkubwa ambaye Mungu anataka kumtambulisha. Kwa hiyo kutengenezwa wewe ni jambo la muhimu. Wewe umebadilishwa. So prayer and fasting, in other words, it's for your own transformation and reformation. Ni kwa ajili ya kubadilishwa wewe na kutengenezwa wewe. Yakobo baada ya kubarikiwa, unajua alifanya nini? Yakobo aliteuliwa Mungu. Unajua kwa nini aliteuliwa? Lugha ya Kiingereza
skelter. Helter skelter ni mtu ambaye anakimbia kimbia, yuko hapa, kesho yuko pale, kesho kutwa amehama. Ndivyo alivyokuwa Yakobo, mara kwa mtu, mara sijui kwa nani, mara kwa mjomba, mara kwa shangazi. Mungu akamwambia hivi, sasa wewe dawa yako ili upate mafanikio ya kwako inabidi ni kutengeneza. Namna ya kutengenezwa, akatenguliwa mguu. Kwa sasa kimbia, huwezi kukimbia na mguu mmoja. Akakaa stationary, ndipo unamwona leo tunasoma taifa la Israeli akikimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapotengenezwa wakati mwingine pana maumivu, lakini ni kwa manufaa yako. Namba 5, unaingia kwenye kufunga na kuomba ili kumkomesha Shetani. Ili kumkomesha nani? Ili kumkomesha nani? Sasa Shetani ana tabia ya kufuatilia watu wa Mungu. Hajaji. Yaani hata ufanyeje yupo tu. Bwana Waisraeli Arauni hata mingi wametoka wameenda jangwani, yuko tu hapo anawafuatilia. Ilipofika saa ya kusema never and never again, adui sasa mpaka wangu na wewe ni hapa, nitakapovuka hii bahari ya Shamu, Bwana mimi na wewe hatuonani tena, nataka nisonge mbele. Sasa ni hivi, Musa akawaambia wana wa Israeli kutoka sura ya 14 mstari wa 13, ninyi simameni tu, huyu adui anayetufuatilia huyu Misri mtamwona mara ya mwisho leo, lakini pale mtakapovuka ng'ambo, huyu mtu hamtamwona tena. Ni zamu ya nini kunyamaza kimya? Acheni muone wokovu wa Bwana. Na Mungu alipoigawanya bahari, walipovuka ng'ambo ya pili, historia ya magomvi ya Israeli na Misri mpaka leo hayapo tena kwa jina la Yesu. Kwa unapoingia kwenye maombi, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20, Yehoshafati mfalme anaogopa baada ya Wamoabu kuungana na kutaka kwenda kupigana naye. Walipoingia mhofu, yule Yehoshafati mfalme wa Yuda akawaambia wale watu wafunge na kuomba taifa la Yuda. Walipoingia kwenye kufunga, maelekezo yaliyotoka, waandae watu wa kusifu, waandae watu wa kuimba, waandae makuhani, waandae na Walawi. Siku zilizofuata wakaambiwa watoke juu, wainue wakaangalie. Wao wameingia kwenye kufunga na kuomba, Mungu akaingia kazini. Ile vita iliyopangwa, walipotokezea juu ya mlima, waliosiona ni maiti za jeshi zilizojipanga kuja kwao. Kwa hiyo Mungu, wewe unapoingia kwenye kufunga na kuomba, there is a devil influence ambayo Mungu anaingia kazini na kuzuia, mara haitakufuatilia tena katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoingia kwenye kufunga na kuomba, unaingia kwa ajili ya kumkomesha Shetani. Ukisikia unikome, usiambie watu, mwambie Shetani, mimi na wewe sasa basi. Na mkataa Shetani na kazi zake. Namba 6, ambaye ya mkili kutoka mwisho, namba 6 ni ili kukupatia ubia na Mungu. For you to have a divine partnership with heaven. Maombi na kufunga ni leseni unayoipatia mbingu ili kufanya kazi zake duniani kama zinazofanyika mbinguni. Ukisoma Mathayo sura ya 6, wanafunzi wa Yesu walimwambia, Yesu tufundishe kuomba. Mimi nikajua ataanza kuambia, mkiomba apigeni magoti, mkiomba nyanyeni mikono juu, mkiomba anzeni na kusifu na kuabudu, mkiomba asubuhi kusanyikeni wapi? Pandeni sijui mlimani. Yesu akawaambia, salini, alafu ndio tunasema Baba yetu uliye, jina lako li, alafu wapi kama wapi. Hiyo ni ndani ya sala. Kwa wewe unapoingia kwenye maombi, amwambia nani? Unajua kuongoza kibenki au sasa hapo kana tunaona sasa hivi amna ile zipo hamna mtandao wa Voda. Kwani Voda kwa yasi kwa sasa wauliza mbona mtukujibu Voda kwa sio kwa mna NLB hamna CRDB
hawa ni mawakala tu, sio headquarters, lakini wao wana access na makao makuu. Akaunti yako ikipata shida, unaenda kuwaona wao wanawasiliana na makao makuu, alafu akaunti inafunguliwa. Pesa zimeibiwa, wewe unaenda kwao, wanakuambia. Kama mtandao wako simu na shida, nenda kwa shop, wao wana access. Kwa unapoingia kwenye kufunga na kuomba, unaenda kutafuta access ya Mungu. Magonjwa yapo ndio, vita ipo ndio. Namna gani vita itakoma? Ni kwamba ninapoingia kwenye maombi, mimi ninatafuta upira na Mungu kwamba hivi mbinguni pana amani, mbinguni pana furaha, mbinguni hapana magonjwa. Sasa nikiingia kwenye kufunga na kuomba, ninayatangazia magonjwa hatari, ninatangazia vita hatari. Ni kwamba mimi nakuwa ni wakala wa mbinguni. Akitokeza shetani ama zangu ama zake, yakitokeza magonjwa, nina access ya namna ya uponyaji wa kimbingu. Ikitokea migogoro, yuko hekima ya kimbingu ya kusuluhisha. Mimi nakuwa ni agent wa kimbingu. Wala Yesu asifiwe. Ndivyo kanisa lilivyo. Kwa kutambua hilo, nikaweka msimu kwamba Kwaresma yetu tuna activate ile license yetu kuipa mbingu kwamba hapa patakuwa ni mahali ambapo matendo ya mbinguni yatashuhudiwa. Amani ya Mungu itakuwepo. Watu wafunga ndoa wanakuja hapa, watu wenye shida wanakuja kama gereji, kama hospitali. We have the access of heaven as agents. Sisi tuna access ya mbinguni kama maagenti wa mbingu. Tunatangaza uzima kwa walio wagonjwa, tunatangaza amani kwa waliojeruhiwa mioyo katika jina la Yesu. Kwa hiyo katika msimu huu tuna activate ile sehemu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amjani leo ni maana ya Yesu. Kwa sehemu hii hapo ni kwamba hivi unamwambia Mungu, husika na mimi. Bila wewe mimi siwezi. Fanya na mimi, tenda na mimi, husika na mimi, nenda na mimi. Kila ninachokifanya ni aidha wewe ndani yangu au mimi ndani yako, naingia katika utendaji. Sasa hii ya mwisho kwa ile wengi tunapenda, na naamini wengi mnaingia kwenye mifungo kwa ajili ya hiki. Iliyobaki ni nini jamani? Kupeleka mahitaji yako, kushughulika na mahitaji. Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu, mpaka leo naona Mungu unasogea na mtu zinatoka, sijaoa, nataka nipate mke. Kwa hiyo ndoa ni wito, si kila mtu ameitiwa. Sijui mnaelewa hivi. Walimuuliza hivi, ilicheka. Unajua ukisoma Biblia vibaya unaweza ukaielewa vibaya. Wanafunzi wa Yesu walipomuuliza Yesu kuhusu masuala ya ndoa, Mathayo sura ya 19, Yesu alichowaambia, unajua walisemaje? Kama ni hivi, ni heri tu mtu asiwe. Sasa imagine umesaidia kwenye, na wao walisaidia kwenye ndoa, wanayasikia hayo tayari wapo kwenye, alafu anasema ni heri mtu asiwe. Kuna namna walitaka kumshawishi Yesu talaka, lakini Malaki anasema hivi, Mungu anachukia mbona msemi kwa nini hata Mungu anachukia nini? Ndio. Sasa kushughulika na mahitaji yako ni jambo la mwisho kabisa. Yaani wewe kupeleka mahitaji yako sahihi, lakini Mathayo 6:33 Yesu anasema, utafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu na haki ya, alafu hayo